we are looking at it both two ways, that we will enhance our exports because we now have an assured, predictable market, but also we are negotiating because Kenya is now working on our manufacturing capacity, that most of the products that we export today, including our tea, including our coffee, we have to take them now through the process of value addition, processing, and manufacturing so that we can export finished products, we can derive more value, and we can put more money in our farmers' pockets. In our budget this year, we have removed taxes on packaging material to facilitate export of finished products that are packed by Kenyan and European partners working together to export our products. It is our intention to reverse our manufacturing as a percentage of GDP that has been going down. We now need to take it to 15% in the next 5 years and hopefully 20% by 2030. That commitment will be backstopped by this agreement. It gives us greater emphasis and opportunity for us to be able to do that. Additionally, it will also give us the opportunity to enhance our exports. As has been said, we've had challenges with our exports as a percentage of GDP, and this opportunity also will give us the chance to be able to enhance that. Nafikiri nitasema kwa Kiswahili kidogo, tuelewe ya kwamba hii agreement ambayo tumekamilisha kwa miezi 7 ambayo imekuwa ikishughulikiwa kwa miaka 7 na ingeendelea vile ilikuwa inaendelea, ingechukua miaka zingine nyingi. Wakati nimeenda Brussels, tumekubaliana na president wa EU ya kwamba hii agreement imeshughulikiwa kwa muda mrefu, tukamilishe kabla ya tarehe 30 June mwaka huu, na nafurahi ya kwamba tumekamilisha in time. Na sasa mambo mawili yatafanyika. Ya kwanza, tutaongeza ile mazao yetu ya kilimo na products zingine ambazo tunapeleka katika EU market. Pale katika EU market ni watu karibu nusu bilioni ambayo sasa ni soko ya taifa letu la Kenya. Na ni nchi 27 ambayo hii agreement itakuwa imewekwa sahihi kati ya Kenya na nchi 27 za EU. Na nia yetu ni kuhakikisha ya kwamba tunafungua soko kwa mazao yetu ya kilimo, kahawa, chai, mboga, maua na zile products zingine zote. Na vile vile tumeshakubaliana ya kwamba hatutakuwa tunauza mazao yetu bila ya kuongeza dhamana. Na ndio sababu vile vile tumesema sasa tutafanya partnership kati ya kampuni za Kenya na kampuni za EU ili tuweze kuwa na value addition, agro processing, manufacturing, ndio tuweze kuuza mazao yetu kwa bei ya sawa, tuweze kufanya ajira kwa vijana wetu kupitia hiyo mpango ya value addition, na vile vile wakulima wapate mazao zaidi. Na ni ya muhimu kwamba sekta ya kilimo ambayo ni sekta ya kwanza ambayo tumetambua kama manifesto ya Kenya Kwanza tuishughulikie kwa mpango huu. A further achievement of the negotiated agreement is that it anchors Kenya as a natural hub for European companies seeking markets in the EAC, COMESA, and SADC, and eventually to the Africa Continental Free Trade Area. By locating your investment in Kenya, you will gain market access to the rest of the African continent. And I am pleased that we are doing this at a time when we are also advancing the implementation of the global